Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي، namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake zote alizotupa ya Rabbil Alamina, neema tunazozijua na neema ambazo hatuzijui. Kwa kujitayarisha katika safari hii, safari ya nini? Safari ya Al-Hajj. Alhamdulillah, wengi wenu wamehudhuria durusi tofauti na jazahumullah khair walotoa hizi durus, na kadhalika pia mushajika tayari kwa kila kitu, yani kwa mali mliolipa pesa zenu, kwa mlioweka nguo zenu tayari, kwa mabegi yenu na kusudia na nini, na pia mshafanya medical check-up, yani mshatubia, msharudisha haki za watu, mshafanya yani yale yote ambayo ya kabla ya nini, ya kabla al-Hajj. Leo inshallah tutazungumzia kwa nini sasa tunaingia katika kuanza nini, katika kuanza manasiki ya al-Hajj na nini na al-Umra. Kitu cha kwanza tunajitayarisha, tunakuwa tunaingia sasa hivi katika manasiki ya al-Hajj ni kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujua kama hii al-Hajj tunaifanya sisi na al-Umra ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك يعني tunamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia majina yake pia kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijua jina Allah subhanahu wa ta'ala, maana jina lake al-Alim, unajua ndio mwenye ilmu, al-Qadir yani mwenye uwezo, yani unatawakkal kwake kwa kila kitu. Hii moja pia ni katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ukajua Allah subhanahu wa ta'ala jina lake Shakur, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hamid, kadhalika yote majina yake al-Karim, yani mwenye kunikirimu. Allah nikirimu nikaweza kupata hii fursa ya kwenda kufanya hii manasik. Wenzetu wangapi waitamani hii fursa? Kitu cha pili ni nia. Nia iwe khalisan lillah subhanahu wa ta'ala. Idhan wewe unaanza safari ya al-Hajj, umeshasafiri, umepanda katika ndege, tunaelekea sasa hivi kwenda kufanya manasik. Idhan nia yako wewe kila saa unajaddid nia kwa kila mansik. Kwa kila mansik unaifanya wewe unajaddid nia, na nia daima ni kwa wewe unainajua kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa ajili nikirudi niambiwa nimehiji au kuitwa nani, kuitwa hajj au hajia. كذلك pia tutizame siha zetu na afya zetu kiwiliwili na yani kwa nafsi zetu, yani tujihifadhi, tujaribu tusijitie katika tahluka, tusijitie katika tabu. Yani subhanallah, rihlat al-Hajj rihla unafanya jamaia na wenzako, utakuwa na watu tofauti, tabia tofauti, kila mmoja katoka na malezi tofauti. Idha mimi kadhalika niji kwenye ndani ya moyo wangu nimeshajiandalia, niko tayari kujifundisha subra, niko tayari kuwa mwenye kusubiri, kujifundisha na kuwa mwenye kusubiri. Kadhalika niko tayari kuwa ni mwenye kusaidia wenzangu, kadhalika niko tayari mwenye yani kutahammil, yani yani kusaidia na kuwafikiria wenzangu, na pia hii nafsi yangu iwe na utulivu, hii nafsi yangu iwe na amani, kadhalika siha yangu kadhalika sura jitia katika nini, katika tabu. Yani kwa mfano hizi siku 10 za ashrat Dhulhijja ni siku bora za kufunga, ukasema nitafunga, na unaambiwa la, tazame siha yako, unahitaji nguvu kwa sababu ya nini, ya kufanya manasik ya nini, manasik ya al-Hajj. Kadhalika pia yani kwa mfano, yani katika kufanya tawafu kuna msukumano, kuna nini, jaribu la usimsukume mtu, na pia kadhalika pia kujiweka kando kwa pahali kuna nini, kuna zahma nyingi, kuna yani mfuriko wa watu, kujiepusha na pale pahali. Kadhalika pia usiwe ni mwenye kuweka kila saa utasema nitakwenda kuswali, kwenda kuswali al-Haram nataka kupata thawabu ya ushafanya nini, manasik al-Umra. Kumbuka kama nini, kila wewe ukenda, kila ukirudi ni tabu. Kwanza kufika mpaka ufike taxi, sengine unaweza kutoka na usifike wakati wa sala, na ukarudi ukawa umepoteza tu time yako njiani kwa zahma. Najua hivyo, ukenda ukaita maradhi ya kila aina, kwa sababu watu ni wengi, ni tofauti na wako karibu kabisa, karibu wamekaribiana.
pia kadhalika tutizame kwa nini, kwa kulala vizuri, kula vizuri. Yani subhanallah, chagua kile chakula na nafsi shay, yani ikiwa kuna vitamini zako umechukua unakula pia kadhalika. Zote hizo ni kujisaidia katika nini, katika kiafya. Kunywa maji kwa wingi, yani nafsi shay, zile siku unangojea mpaka kufanya manasik alhajj, unaweza kutembea kidogo, unaweza kufanya exercise ndogo ndogo, lakini sio kujipa nini, kujitia katika juhudi kubwa. Kujua kila nusuk unatakiwa kufanya nini na pia kuzitukuza. Mithal, tunafika nini, tunafika katika miqat, lazima nijue katika miqati kuna nusuk gani mafudhi mimi nifanye, namna ya kuifanya, wakati wa kuifanya, inavyotakaniwa kufanya, na kadhalika nipatukuzi hapa pahali, nitukuzi hapa pahali au ile nusu inayofanyika, ikiwa ni kwenye Kaaba, ikiwa ni Muzdalifa, ikiwa ni Muna, ikiwa ni Mina, ikiwa ni Arafa, zote hizi Makka, yote hii unatukuza kwa sababu hapa pahali pametukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi ni wajibu wangu patukuza, na siku zenyewe pia ni siku zimetukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan wewe utukuze pale pahali na kujua, na kadhalika kuomba dua daiman, unaomba Allah subhanahu wa ta'ala akufanyie sahali wewe na wenzako, kwa sababu ukimwombea pia mwenzako unaambia walaka bil mithl. Na pia kadhalika kuombea wale ambao nini, wapenzi wako, wapendwa wako, watoto wako, familia yako, umma wako, watu wa nchi yako. Usikose kuomba dua kila wakati, kwa sababu dua inaondoa mazito mingi, dua inaondoa mazito mingi. Kuzingatia ibada zote kwenye haji, kuzingatia kama tulivyosema, yani kwa mfano unajua kama hii ni ardhi imetukuziwa, na kadhalika kufikiria kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapa, ukafikiria nafsi Nabii Ibrahim, Nabii Ismail, yani masahaba vipi wao wamepigania huu Uislamu mpaka ukatufikia sisi kwa njia nini, njia ya usahali. Hii ni moja katika kuzingatia, yani kila pahali unapokwenda zingatia ile amri yake. Kwa nini tumeambiwa tufanye hivi mahali hapa? Idhan hapa kuna hikma, na hikma yake ni nini? Hivyo ndo namna unavyozingatia na kuishi na haya manasik, unaishi unahiji moyo na unahiji kiwiliwili pamoja. Idhan tumesema pahali, wakati na ya kutekelezwa. Tumesema miqati ni pahali, wakati ni wakati gani? Idhan wakati mimi kabla ya kuingia Maka kwenye miqat, yani kabla ya kuanza manasik yote, au manasik ikiwa ni manasik ya umra au ni nini ya alhajj, mimi lazima nipitie miqat. Idhan mahali ni miqat, wakati wa kufanya ile, wakati ninapofika utekelezwa, niwajibika kufanya kitu gani nikiwa miqat. Kadhalika kujua umra, nguzo za umra ni ngapi? Nguzo za umra siku ya tarwiya, ile siku ya 8 nimewajibika kufanya kitu gani? Hajj, siku ya 8 ni siku ya hajj, kutiania alhajj, nguzo za hajj ni zipi? Kadhalika siku ya Arafa ni wakati gani, ni siku gani? Tunajua sote ni siku ya 9, lakini vitu gani lazima nivifanye, vitu gani ambavyo sivifanye? Na kadhalika pia usiku na mchana wa siku ile ya 10, ambao usiku wake tunakuwa Muzdalifa na mchana wake ndio kunavyo vitu vinawajibika kufanya ile siku ambayo ni siku ya Idi, na vitu vyenyewe pia lazima vende kwa taratibu. Siwezi kufanya hii kabla ya hii na hii kabla hii, lazima nifanye kama ilivyokuja taratibu alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akasema khudhu anni manasikakum, yani fanyeni au hijini kama nilivyokuwa nikihiji, au hijini kama ninavyokufundisheni namna ya kuhiji. Kadhalika pia kujua siku za tashriq ni siku gani za tashriq, 11, 12, 13. Nitakuwa wapi hizi siku? Mahali ni wapi? Nimewajibika kufanya kitu gani? Kadhalika tawafu ya wadaa au tawafu ya kuaga inafanywa lini? Zote hizi ni wajibu wangu mimi kuzijua. Then hii slide yekeni kwenye akili yenu. Hivi ndio taratibu nitakavyokuwa navyo mimi katika hii rihla yangu ya nini, ya umra na alhajj. Na pia kila kitu uweke nini ile, kama unaambiwa nini, unaweka ile map yako vipi, namna ya kufuata au ya
kuzingatia au ya kujua ya muhimu ya kufanywa katika haji yangu. طيب tunasikia haram maki, haram almadani. Idhan kidogo pia kujua nini haram ya Makka, daraja yake ni cheo kikubwa sana, na kuna ahkam zake kwenye hizi nini, kwenye haram nini, haram Makki, nao ni ardhi ambayo imekuwa imetukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia nzima hii, ulimwengu mzima. Haram hapa Makka wametukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. طبعا haipasi kuwa mnyama, haifai kukata au kung'oa mti wala nyasi. Haiwi halali kitu cha kuokota bila ya kukitambulisha na kukitangaza, na kadhalika ni haramu washirikina kuingia katika ardhi hii. Idhan makafiri hawaingii. Kadhalika nikiona kitu njiani, mtu kaangusha kitu, umemwona alokiangusha, mwambie kitu chako akichukue, kwa sababu kikichukua kuna hukumu. Huwezi kusema hii ni hadia au hii ni zawadi Mwenyezi Mungu kaniletea, nimeona chini. Umejua kuulizia, unaweza kukipeleka pahali unapohusika, unapeleka. Ya ima bora usiokote kitu njiani, ujiepushe na hii nini, kwa sababu ndani yake kuna hukumu. Na kadhalika ihramu ni kuhirimia. Idhan tumejua ihramu ni kuhirimia. Kuhirimia sio zile nguo za ihram ambazo nitakazo kuzivaa. Kuhirimia ni ile hala, mimi niko katika hala gani, niko katika situation gani, situation yangu niko katika nimehirimia. Kama vile nini, mtu kuingia katika sala takbiratul ihram, hala yako uko katika hala ya kuswali, unasali wewe. Kwa hivyo kuna vitu unakatazwa. Kadhalika kuhirimia wewe katika nini, kuingia katika manasik ya kufanya nini, ya kufanya ibada, ambayo ibada yenyewe inaweza kuwa ni umra au inaweza kuwa nini, ni haji. Idha miqat, tunafikia miqat, na miqat ni sehemu alizozihusisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambazo hapasi kupita anayetaka kufanya ibada ya haji au umra bila ya kuhirimia, yani kuweka nia ya haji au kuweka nia nini, ya umra. طيب ihram kadhalika kuhirimia ni kutia nia kwa ajili ya haji au nini au ya umra. Kuna vitangulizi vyake, nayo kwanza inapendekeza kuoga kama josho la nini, la janaba. Idha unakuoga. Kadhalika kuvua nguo zilizokatazwa katika ihram. Mwanamume anavaa izar na rida, yani shuka mbili nyeupe juu na ya chini, na mwanamke anabaki na nguo zake za kawaida, na ajiepushe na mapambo ya aina yoyote, ajiepushe na mapambo. Ni wajibu kwa mwenye hedhi au nifasi anapotoka au anapotaka kuhiji kufanya umra, ahirimie kwenye mikati. Idhan mwenye kuwa na siku zake akapata hedhi yake na yeye ndio anapita, maana tunaweza kuwa tumeshatoka ihtiyati, tumechukua madawa, tumechukua kila kitu na bataka, ghafla imeanza kuniteremka hedhi na mimi nakula dawa. Au kwa mfano mtu kakata siku zake, ana miaka mingapi hapati siku zake, ile hamu na hofu na wasiwasi kateremka, kwa mfano mathalan. Kwa hivyo nini, hutosema mimi ishaharibika haji yangu au ishaharibika umra yangu, la, unahirimia. Au atasema mimi nitahirimia nikisha kupata unadhifu, ndio lazima kwanza nikoge, kwa sababu mambo lazima nikoge kama josho la janaba. Kukoga kwa kutia nia ihram, hii ni sunna, lakini kukoga kwa kuingia kutoka katika hala ya kuwa ulikuwa una haidh na sasa uko katika hala ya utahara, hii ni wajib, ni lazima. Kwa hivyo hii kukoga na hii ni tofauti. Kwa hivyo unaweza kukoga na una siku zako, lakini unakoga kwa nia ya sunna ya kuhirimia. Kadhalika hupiti mikati mpaka uhirimia, manake haji unaweza kufanya kila kitu na we uko katika hala ya haidh, isipokuwa nini, isipokuwa kufanya tawaf peke yake kufanya tawaf. Idha nini, usipite mikati bila kuwa nini, hujahirimia. Hata kama uko na nini, uko na haidhi, ni lazima nini, uhirimia. Ukipata unadhifu utakoga. Ninakumbukeni kama nini, kama sote tunakwenda kwa mfano alhaji, mnakwenda yani
Wengi tunakaa siku 10, 11, 12. Wachache wanaokaa kabla siku kidogo, na hakuna hedhi. Hata kama una hedhi, hakuna hedhi kubwa zaidi ya siku 10. Yani utapata usafi inshallah biidhnillahi taala, na utakoga hata kama uko na siku zako. Ikimalizika siku 10 na uko na siku zako, ni lazima ukoge na uanze kufanya mahaba. Na vipi ikiwa nini hedhi yako ni ndogo? Kwa hivyo nini, usipite mikati bila nini, bila ya kuhirimia. طبعا hii tumeisema ni hedhi anatekeleza amali zote za hija, wala hatofanya tawafu mpaka nini, atahirike. Idhan ni tawafu peke yake ambayo atayakhirisha. Haifai kuacha tupu wazi, yani mwanamke wala mwanamume, kwani ni dhambi kubwa anapofanya hivyo katika ihram, na uovu mkubwa au uasi mkubwa. Tupu ya mwanamume ni kutoka kitovu mpaka magoti. Kwa hiyo haifai kuacha wazi sehemu hizo wala zilizo baina yake. Tamam, inaweza kuwa mtu kafunga izar, amefunga ile kikoi chini ya kitovu. Kitovu kiko wazi. Kitovu ni katika nini? Katika utupu kuhusu mwanaume. Toba mwanamke kiwiliwili chake chote ni ora, ni utupu. Isipokuwa nini? Uso na viganja vya mikono. Idhan tunawajibika kuvaa nini? Kuvaa socks kadhalika. طبعا tukija katika aina za alhajj, kuna aina za alhajj au aina za ihram. Kuna unaweza kuhirimia ukawa ni mutamatta, naye anatia nia ya kutekeleza umra katika ihram, kisha anafungua ihram na anahirimia tena kwa ajili ya siku ya nini, siku ya haja. Anahirimia hija siku ya nini, ya 8. Idhan mutamatta, معظم wetu tunakwenda kufanya hija nini, hija ya mutamatta. Wengi tunachukua aina hii ya ihram ya nini, almutamatta. Idhan tunajua kama sisi tutafanya al-umra, tutatahallal, halafu baada ya siku ya 8 ile siku ya yawm tarwiya, tutatia tena nia ya kuchukua nini, ya kuchukua ihram ya nini, ya al-hajj. Taban amewajibika kuchinja. Ama qiran anatia nia ya kutekeleza hija na umra katika ihram moja. Ihram hiyo moja, anafanya umra lakini hajitoi katika ihram, yani hatahalal, anabaki na ihram yake mpaka ile siku ya 10 akisha kutupa mawe na akachinjiwa, ndio anaweza kutahalal, anaweza kunyoa hapo au kukata. Taban wanaume wananyoa, na kadhalika amewajibika kwa nini, kuchinja, yani alhadi, na kuchinja na kusudia alhadi. Ama almufrid anatia nia kutekeleza hija peke yake, anafanya hija peke yake. Na subhanallah, ni moja katika usahili. Sawa, usahili mtu kuwa hana wakati, usahili kuwa mtu hana nafasi ya kipesa, laina ukenda kabla itakubidi ukae hoteli, ule ulipe pesa, yani tofauti. Lakini ikiwa ni mufrad, anatoka Mina moja kwa moja, anatoka miqat, anahirimia miqati moja kwa moja, anakwenda zake nini, anakwenda zake Mina. Na pia kadhalika hakuwajibika kuchinja, na inaweza kuwa pia hana pesa za kuchinja. Alhamdulillah, tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini yetu nini, dini yetu yusur, alhamdulillah. Na tumebahatika kwa tuna uwezo alhamdulillah wa kuweza kufanya hija nini, ya tamatta, kupata ajr ya kufanya al-umra na kufanya al-hajj siku za nini, siku za al-hajj. Idhan tumesema ni lazima ujue kila kitu, nguzo ile slide tuliyosema mwanzo ile. Idhan tunajua nguzo za al-umra. Nguzo za al-umra ni 2, nayo ni kuhirimia, طبعا kuhirimia miqat, na kadhalika tawaf ya umra, طبعا tawaf moja nini, na sa'i. Idhan hizi ndio nguzo 2 za nini, unaweza kusema nguzo 2 ni ihram na tawaf na sa'i pamoja, zinakuja pamoja. Ya ima unaweza kusema pia ni nguzo 3, ukasema ihram na ukasema tawaf na ukasema sa'i. Tamam. طبعا tunahirimia, yani tunajua kufanya kitu gani. Kwa hiyo umra ni lazima uhirimie, utufu al-Kaaba, ufanye sa'i baina Safa na Marwa, na ujifungue kutokana na ihram. Hapo utakuwa nini, umeshatimiza umra biidhnillahi ta'ala. Allah yatakabbal minna jami'an, na tusaidishie ya Rabbul Alamin, tumalize umra na hija kwa salama, na murudi majumbani mwenu na katika nchi zenu salimina ghanimina.
na kumekubaliwa hija yenu, hija yenu iwe hija mabrur wa dhanban maghfur. Taban ihram, kuanza kuhirimia. Mwenye kuhirimia akioga na akivua nguo zilizoruhusiwa zisizoruhusiwa, basi atakuwa tayari kuingia kwenye ihram. Yani wewe umeshavua nguo, umeshavaa nguo zako za tayari, kama kwa wanaume umeshavaa nguo ameshavaa ihram au nguo za ihram, zile nguo mbili wanaume, na mwanamke shajiweka tayari. Bado wewe hujahirimia mpaka utie nia na toba nia katika moyo, unataka kwenye moyo wako nia kamili. Nafanya nini? Nafanya sasa hivi al-umra, lile kutoka mwanzo unataka kuwa nini? Unataka kuwa mutamatta. Kwa mimi natia nia kufanya nini? Ya kufanya al-umra, na unaanza kulabbi. Unaanza kulabbi, na kulabbi ni kusema, kuleta talbiya, yani labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kisha unasema nini? Labbaika umra, baina utafanya umra peke yake. Ama yule anayefanya umra, anayefanya qiran, umra na haji pamoja, pia hivyo hivyo atasema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik umratan wa hajja. Ama yule mufrad, pia hivyo hivyo atasema nini? لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجة. إذن متمتعين وتسمى لبيك حجة siku ile ya 8 ile يوم التروية ndio utalabbi tena talbia nini? Talbia ya الحج. Sikiliza hii. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمره. إذن هذا المتمتع، هذا المتمتع أتى سيما لبيك عمره. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة وحجة. إذن هو nani? Ni qari, yule ambaye nini anafanya hija ana umra pamoja bila ya kujitoa katika ihram. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجة. إذن هو yule anayefanya nini? Anayefanya mufrad peke yake. طبعا كذلك والمتمتعين siku يوم التروية watasema labbaika nini? Hajja. Na yule anayemhijia mtu akishakumaliza sema labbaika hajjat au labbaika umra au labbaika umrat wa hajjat li fulan bin fulan au fulan binti fulana, yule ambaye anayemhijia. طبعا tumeshahirimia, tumeshatia nia na tumeshaanza kuhirimia. Idhan kunayo mahdhat al-ihram ambayo nakatazwa ukiwa katika hali ya nini? Ya ihram. Tumesema hali ya nini? Ya ihram. Unakatazwa kwa mwenye kuhirimia, kwa mwanamume na mwanamke kufanya nini? Yafuatayo. Hawa wote wamekatazwa, sawa mwanamume au mwanamke, kwa sababu kuna ahkam nyingine ni ya wanaume peke yake. Kuondoa nyele zozote katika mwili, kuzipunguza au kuziondoa kabisa, na vile vile kukata kucha. Ila ukiziondoa kabisa, sio kwa mfano mtu kachana nywele ikaanguka nywele kidogo, hii si katika, maana hujang'oa nywele wala hujikata kwa kusudi. Kwa hivyo hapo wewe katika usalama. Kutia manukato, kufunika uso, hasa wale wanaovaa niqab, na kadhalika lakini unaruhusiwa kuteremsha nguo. Kwa mfano
umepita pahali kuna wanaume wingi na wewe mwanamke pekee au peke yenu wanawake au nini, unaweza kuweka uso kidogo au nguo kidogo kujifunika kwa kando hivi, yani bila kugusa uso, kwa kuogopa nini? Kuogopa fitna, kuogopa fitna, kuopita uso kwa uso mbele nini ya wanaume. Kadhalika pia unakatazwa kuvaa nini? Kuvaa gloves, isipokuwa wale kuwa wanao dharura, na wanao dharura ikiwa wameruhusiwa, basi alaika dam, inakubidi unini uchinje. Kutangamana kwa tendo la ndoa au vitangulizi vyake na yanayopelekea kwenye tendo hilo kwa maneno au kwa vitendo. Kujadiliana kwa maneno, yani kujadiliana mpaka mkagombana, lakini kama kitu kidogo, yani huyu kasema hivi ukajibu hivi, hii kawaida, yani au unataka kununua punguza kidogo, hii kawaida. Lakini kujadiliana mpaka nini, ikawa time inakwenda au mnakosana au namna hivyo yani. Kadhalika kufanya maasi aina yote pia, ukiwa muhrim huruhusiwi kufanya, na ukiwa si muhrim pia huruhusiwi kufanya maasi. Kuinda windo la bar au kumwogopesha au kula windo hilo. Tabani hii tumesema kwa sababu sisi katika ardhi al-haram. Mnakumbuka tuliposema al-haram, tukasema vitu hivi vinakataza ukiwa katika al-haram kuvifanya kwa sababu ni haram. Idhan wewe ukiwa muhrim pia unakatazwa kufanya hivyo. Kuozesha na kuoa na kuposa. Yani ikiwa wewe unamwozesha mtu, unatoa amri ya kuozesha, au wewe unataka kuoa au kuposa au kuposana, yote hizi zinakatazwa ukiwa katika hali ya ihram. Tabani kuvaa nguo zilizotengenezwa au zilizoshonwa kulingana na mwili, yani kama kanzu au suruali kwa wanaume tabani, na kufunika kichwa kwa kuvaa kilemba au kofia tabani kwa wanaume. Kuvaa viatu vilivyofunikwa navyo kama nini, kuvaa nini, buti kwa wanaume. Khalas, tushajua mahudhurat al-ihram. Idha mimi nimeshajua sasa hivi, nimeshahirimia nini mwajibika kuhirimiwa, nijue mahudhurat al-ihram. Nisajua mahudhurat al-ihram, alhamdulillah rabbil alamin. Idha tunaelekea kufanya nini? Kufanya manasika nini, al-umra. Na huku tunaita talbiya, tunamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tunasikiliza muhadhara katika basi, tunasoma kioni Qur'an unasoma, lakini unazidisha talbiya kila mara, unaita talbiya labbaik allahumma labbaik. Wanawake hawanyanyui sauti, isipokuwa ukiwa na familia yako na mume wako na ndugu yako, ni wenyewe sauti kidogo ukainyanyua sikio, lakini upandishi sauti yako. Unasema nini? Unasema pole pole talbia mpaka unaingia nini, unaingia Maka, ndio unakata nini talbia. Tutaanza kutufu ninakufika tu, ukiingia tu katika Masjid al-Haram, yani kuingia ni moja kwa moja kutufu, hakuna kusali sala tahiyat al-masjid, لأن tahiyat al-masjid بالنسبة للمسجد الحرام ni kufanya tawaf. Idhan tunaingia moja kwa moja kufanya nini? Kufanya tawaf. Toba namna kuingia dua, namna kusoma dua vipi, imekuja soma, umekumbuka, umehifadhi, huku hifadhi dua yote soma, ili itakayokuja katika moyo wako soma, hakuna kosa. Ahami shay ujue namna kufanya nini tawafu, na unajue sharti zake. Ita katika sharti za kufanya tawafu ni kuwa na tahara, lazima uwe na tahara, yani huna haid. Na kadhalika pia uwe na tahara, yani uwe huna haid, kadhalika taban udhu, kiwa huna tahara huna udhu. Na hapo alipokataza mwenye hedhi ndio hawezi kufanya nini, hawezi kufanya tawaf. Kwa yule ambaye amehirimia na yeye ana siku zake, anakwenda zake hoteli, anakaa mpaka atakapokufanya kupata usafi. Akipata usafi kabla ya siku ya 8, anakwenda kufanya al-umra, anatahallal. Hakupata usafi, anabakia muhrima, anabakia na ihrami yake, na anakataza yote anakuwa ameyashika. Wenzake wamekwenda wamefanya wametahallal, wameruhusiwa wale wengine yani kufanya ile yalikuwa yaruhusiwa, yani kwa mfano kujitia mafuta. Kama sisi wanawake pia mafuta mpaka tukaacha wanaume wakanusa, kwa sababu katika hoteli na wanaume tumekaribiana, na katika mahema wanaume tumekaribiana kwenye kufanya tawaf, kwenye kufanywa kwenye Muzdalifa, yote unachanganyika na wanaume na kusudia ukiwa na wanawake wenzako. Lakini yule ambaye bado yeye
hajatahallal, yani hajajitua katika ihram, na bado yuko na siku zake mpaka ikafika siku ya 8 bado yeye hajatoharika, basi atachanganya nia ya kuwa yeye ni mutamatta, hakuwahi kufanya umra, anatia nia kuwa yeye anafanya qiran. Atalabbi ile siku ile nini, siku ya nini ya kulabi ya alhajj, atalabbi na yeye pia bado yuko katika hala ihram. Anakuwa yeye na yule ambaye amekuwa qarin ni sawa sawa, kwa sababu qarin anakuwa hatahalal baada ya umra na yeye hakufanya umra, lakini subhanallah, Mwenyezi Mungu anakupa thawabu ya nia yako, anakupa thawabu ya kupata pia nini, ya kupata wewe na alokuwa amefanya qirani sawa sawa kwa nia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Idhan usihuzunike ukasema sikupata kufanya umra, usihuzunike kama sikuweza, imekuwa hivi. La, toa wasiwasi, kuwa na nini na Allah, kuwa na majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala kufanyia taysir, muombe subhanahu wa ta'ala akupatie yani uwepesi. Na kadhalika pia unaweza kwenda pia kuonana na nini, na kwenye bahitha kunayo markaz sahi, unaweza kwenda kuonana na daktari ukamfahamisha, kwa mfano akiwa atakupatia dawa au atafanya kitu gani kukuelekeza, ili kusudi nini uweze kufika ile siku ya kufanya tawafu ifadha na wewe ni msafi. Alhamdulillah rabbil alamin. Na yule ambaye ametengukwa na udhu umemtoka, basi amewajibika kutoka kwenda kutia udhu, kwenda tawafu lazima uwe na udhu. Na ukitoka ya ima ukirudi unaanzia mwanzo kama vile hujafanya tawafu, au ikiwa umetoka katika shot ya 3, ukitoka ukirudi utajalia ile ya nyuma yake, yani utajalia ya pili kama ile ya 3 hukuifanya. Nafikiri imefahamika. Toba ataanza kutufu kuanzia jiwe nini, jiwe al-aswad, na ni sunna kulibusu jiwe ikiwa tunaweza, hatakuwa na kuligusa pia kama hukuweza kwa zahma. Tumesema usalama wako ni muhimu sana kuliko kwenda kujipeleka ukasukuma ukaanguka au kaangukiwa na ukapata nini, ukapata la samaha Allah chochote kile cha kukudhuru. Idhan haina haja kukunini kwenda kusukumana kule, na inatosha kuashiria kwa mkono na kusema nini, Allahu akbar. Kama tulivyosema kuna uzito, kwa hivyo nini, usiudhi mtu wala ukajiumiza wewe nafsi yako, wala usimsukume mtu kwa kutaka kwenda kule. Tumesema nini, ujiweke katika hali ya kujihifadhi nafsi yako na kuhifadhi, manake ukimsukuma mtu nafsi yako au mtu akakusukuma ukaenda ukasukuma kule, utakuwa umeudhika. Laima unaweza kutoa maneno, unaweza kutukana, unaweza yani vovote ukamfinya mwenzako, subhanallah, au mtu akakufinya. Kuwa na subra, kaa kando, kumbuka umekwenda katika nini, katika kufanya nini, kufanya ibada, na unataka usalama wa nafsi yako na usalama wa kiwiliwili chako. Kadhalika kithirisha kuleta dhikr kwa wingi, tukuza Allah subhanahu wa ta'ala katika kila shot, mtukuze Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukifika katika shot yani au dua yote unaweza kusoma, na ni sunna kusoma dua ma baina nguzo ya rukni al-yamani na pia ya nini ya jiwe ya Hajar al-Aswad, kusema nini, kusema hii dua iliyokuja katika Qur'ani, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Umehifadhi alhamdulillah. Kama hukuhifadhi unaweza kuisoma katika kitabu alhamdulillah. Unaweza pia kusoma si kama tawafu yako hajakuwa sawa sawa. Alhamdulillah rabbil alamin, kila mmoja kwa uwezo wake. Dini yusur. Ahamu shay, omba dua inayokujia. Si lazima ushike kitabu, si lazima ungojee murshida akusomee au shekhe akusomee urudie. Kila kinachotoka katika moyo wako Mwenyezi Mungu anakijua, na inshallah hukufungua mdomo wako, ndani ya moyo wako Allah subhanahu wa ta'ala anajua unaomba nini na unataka nini. Ilmuhimu tuwe na Allah subhanahu wa ta'ala, tumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala, tuhiji kwa nyoyo zetu. Hiyo ndio tunataka hija yetu nini iwe.
Idhan hivi ndio tunavyozungumza. Unaanza hapo, ndio kwenye mlango kwenye nini, kwenye Hajar al-Aswad. Unaanza mzunguko kwa kusema, kwa kuashiria na kusema Allahu Akbar, na unazunguka. Huo ndio mzunguko wa kwanza mpaka unafika pia kadhalika unaashiria. Unaanza tena mzunguko nini, mzunguko wa pili, mpaka utakapokumaliza mizunguko 7, na ile ya mwisho ambao ni ya 7 pia utasema Allahu Akbar, na utatoka baada yake kama vile unaendea ya 8, lakini kisha unatokea kwa kupitia baada ya nini, baada ya kupapita maqam Ibrahim. Na huku wewe unaomba dua, unaweza kuachia kila shot. Kwanza ya kwanza kwa mfano ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya pili ukastaghfir, ya tatu ukamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, ya nne ukajiombea nafsi yako, ya tano ukaombea watoto wako na familia yako, ya sita ukaombea umma wote, ya nne ukaomba Mwenyezi Mungu akukubalie. Idhan hii ya mwisho unatoka pia mboni ya 8, unasema Allahu Akbar, unatokea kwa hapa. Hapo utakuwa ushamaliza 8 na nini, unafika kwenye maqamu Ibrahim, kwa sababu ya kusali rak'atayn kwenye nini, kwenye maqam Ibrahim. طبعا maqamu Ibrahim pale popote kwenye msikiti ni maqamu Ibrahim. Tusisukumaneni, utakuta pahali pameweka kumefungiwa hivi, kumewekwa hasa kwa wanawake. Mwadhamu wetu tumekwenda al-umra, kwa hivyo mnajua pale ndio nakwenda kuswali. Ukupata nafasi mahali popote ni maqamu Ibrahim. Ukishakumaliza kusali rak'atayn maqamu Ibrahim, halafu nini, kabla ya kwenda zako kwenye kufanya sa'i, pia unaweza kuashiria al-Kaaba na kusema pia Allahu Akbar, na huku nini unakwenda zako. Umesahau, hakuna mushkila. Ahami shay ni hizo nini takbirat ambazo za kuanzia nini, za kuanzia at-tawaf. Baba ni kufanya sa'i tumesema kama nini, kama tulivyosema, isipokuwa nini, tawafu peke yake ndio unahitajiwa kuwa na utahara. Idhan kwa mfano mtu kenda kafanya sa'i, kafanya tawaf, alikuwa msafi, kafanya tawaf akamaliza, kasali rak'atayn, amesema ende chooni kabla nini ya kwenda kuanza sa'i, akaona amepata siku zake, basi unaambiwa aendelee kufanya nini, kumaliza sa'i na atahallal, na anaweza, kwa sababu nini, si shart ya kuwa na utahara katika nini, katika as-sa'i. Kufanya sa'i kunatokana na kutufu, haifanyi sa'i peke yake, wala hakuna sunna ya kufanya sa'i peke yake. Huwezi kusema nitakwenda kufanya sa'i peke yake, la, imeambatana. Ukifanya tawaf unafanya nini, unasali rak'atayn maqam Ibrahim, halafu unakwenda kufanya sa'i. Idhan hii ndio taratibu. Kila mmoja wetu lazima ajue, nikifanya tawaf naifanya wapi hiyo tawaf? Nafanya tawafu kwenye Kaaba, nazunguka Kaaba mizunguko 7. طيب nikimaliza nasali maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ni wapi? Ni maqam Ibrahim ni hapa, na nafanya nasali rak'atayn maqam Ibrahim baada ya tawaf. Siwezi kusali rak'atayn maqam Ibrahim kabla tawaf mathalan. Kadhalika nikimaliza kusali rak'atayn maqam Ibrahim, na anafanya nini, nafanya sa'i. Idhan hii ndio utaratibu pia tunawajibika nini kufanya. Kufanya sa'i baina Safa wal Marwa, mzunguko 7 kuanzia Safa na kumalizikia Marwa. Anahesabu kuanzia Safa mpaka Marwa shot, na kadhalika Marwa mpaka Safa shot ya pili. Ni sunna kwa mwenye kufanya sa'i anaposimama kwenye Safa na Marwa aelekee Kaaba, halafu apige takbira 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kisha aseme لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. سبحان الله. كيش ونوم بدوع يعني وهي تو ذكر
ya kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Ifikirie vipi wewe humshirikishi mtu katika ibada yako, kama ulivyokuwa tuna talbia ulikuwa unata talbia hapa, nafsi shay kadhalika, lahu almulk wa lahu alhamdu. Kumbuka almulk walhamdu laka ya Allah, wewe ndio mwenye milki, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kila dhiki zako, kila shida zako, kila maombi yako unamuomba Alqadir, wa huwa ala kulli kila kitu ana uwezo. Subhanallah, yani wewe unastashhad haya maana ya hizi nini, ya hii dhikr unapoisema, na unaambia unasema mara 3. Yani kisha kumaliza kusoma dua unarudi tena Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika, mara 3. Ukiweza inatosha mara 1, na ukiweza kusimama juu ya jabali ya Sa'i ukaelekea kibla ukasoma hivi, alafu ndio kaendelea kwa msukumano uliokuweko na zahma zilizokuweko, hakuna nafasi, hamna neno, na wewe huku unapanda huku mnatembea, kwa sababu mtembea unakuwa ni mdogo mdogo, watu ni wingi. Huku wewe unasema wewe uko juu la jabali, unasoma hii dua au hii dhikr mpaka unapokuwa unateremka. Toba, unapokuwa unakwenda kwenye safa, ukishakufika tu unapanda, kabla hujapanda katika safa, na unapanda safa unasema al-aya inna safa wal marwa min sha'airillah. Umehifadhi, alhamdulillah, kuhifadhi, unaijua, una kitabu, hamna mshikila. Hata hii nasisha dhikr hukuweza, umesahau ukasoma dhikri yoyote, alhamdulillah, umefanya sa'i. Kwa hivyo hatuna haja sisi kujitia nini, kujitia wasiwasi. Hamishi tuwe na sakina, tuwe na hudu, tuwe na dhikr, tuwe na nini, na kumadhima Allah subhanahu wa ta'ala, na kubeda dunia yetu kila saa. Tama ni sunna wanaume kukimbia baina ya alama mbili zita za rangi ya kijani, utaziona katika kufanya sa'i, na wanawake hakulazimika kukimbia. Na ni sheria kwa mwenye kufanya sa'i kufanya dhikr, ulete dhikr kwa nyingi, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua kwa wingi. Na unapofanya nini, unapofanya ile sa'i baina Safa wal Marwa, mkumbuke Saida Hajar, mkumbuke vipi hali yake na sisi hali zetu, vipi kulipokuwa Sahara, vipi hana maji, vipi hakuna watu, wewe kuna watu chungu nzima. Fikiria vipi nafsi shay kadhalika, na unavotembea muombe Allah subhanahu wa ta'ala kila mguu wako ulotembea katika kwenda kufanya yani maasi au kufanya au kwenda pahali pa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, akughufirie na akuondolee, yani akukubalie toba yako, asikupeleke tena pale pahali. Na kila pahali pazuri ulipotembea kwenda kufanya mambo ya kheri, Mwenyezi Mungu akujalie katika mizani hasanati yako. Yani zote hizi ni katika nini, ni katika dhikr na dua, na dua yote utakayokuisoma itakusaidia biidhnillah ta'ala. Inna as-safa wal marwa min sha'airillahi faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طبعا hivi ndio utakapofanya nini, kufanya sa'i. Kumbuka inna wewe mwenye kufanya khairi, waman tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Mwenyezi Mungu anakuambia mimi shakir na mimi alim, na mimi ndio nakukupa unayotaka, mimi ndio mwenye kukupa, na mimi ndio mwenye kutaka kuwajibika kuambiwa nini, kushukuriwa na kuhamidiwa. Kama mwenye kuhirimia atajifungua kutokana na ihram ya umra yake kwa kunyoa nywele zake au kuzipunguza. Na mwanamke anapunguza nywele zake kiasi cha upana wa vidole viwili, kwa upana wa vidole viwili au kwa ncha ya nini ya kidole, yote ni sawa. Taban mukrin, yule ambaye anafanya ihram yake ni qiran, yeye anabaki na nini, hajitoi katika hali ya nini ya ihram mpaka ile siku ya kumaliza haj. Taban hivi ni vitendo ambavyo tutafanya siku ya nini, siku ya tarwiya. Ile tumesema ujue matendo kufanya kila siku. Leo ni siku ya tarwiya, nimewajibika kufanya nini siku ya tarwiya. Siku ya tarwiya ya tarwiya, ile siku ya 8 unahirimia kwa ajili ya nini, kwa ajili ya hija pale ulipo. Kadhalika pia kwenda Mina na una talbia yako tunasema nini,
unalabbi kisha unasema labbaika nini, labbaika hajja, na unaendelea kuleta tarbia, na umewajibika kuswali adhuhuri, alasiri, magharibi, isha na siku ya pili alfajiri, kwa kupunguza sala, yani kwa kuswali sala ya safari qasr, kila sala kwa wakati wake. Sunna unaweza kuswali sunna zako alqabliya walba'diya, unaweza kuswali. Hii inazungumziwa kuhusu swala ya nini, ya faradhi. Kadhalika pia ukithirisha kuita talbia, ukithirisha dhikr kwa wingi, kithirisha dua kwa wingi, kithirisha istighfar. Haipendezi kuamka kuswali sala za usiku siku ile, na wewe unahitajia kupata nguvu ya kuweza kufanya ibada, au kwa sababu ya kujiandaa kwa kisimamo cha nini, ya yom Arafa. Na siku ya pili yake tunamkia nini, tunamkia siku ya nini, siku ya Arafa. Tama ni vizuri pia kujua nguzo za nini, nguzo za al-hajj. طبعا nguzo za al-hajj ni tatu, nao ni kuhirimia, kadhalika kusimama Arafa, na kadhalika tawaf nini, tawaf al-ifadha. Tumesema kama nini, tawaf imeambatana na sa'i. Ikiwa tutasema nguzo ni 4, unaweza kusema ni ihram, kusimama Arafa, tawaf ifadha na as-sa'i, yote ni sawa sawa. Ahami shay ina nini, unahirimia. طبعا kusema nini, unahirimia yani لبيك حجة كسمو عرفة، كذلك طواف يمين فراضي. طبعا هذا matendo ya siku ya Arafa. Idhan siku ya Arafa najua ni siku ya 9. Tunatoka kutoka Mina kuelekea Arafa asubuhi, baada ya salati al-fajr watu wanatoka kwenda Mina. Halafu nini, kisimamo cha Arafa hasa kinaanza baada ya kupindukia nini, kupinduka jua, yani baada ya dhuhuri, baada ya salati ya dhuhuri. Hapo imewajibika nini, kusikiliza khutba ya Arafa, na kadhalika kusali sala ya dhuhuri na sala ya alasiri kwa wakati nini, wakati wa adhuhuri, sala qasr, na kadhalika kujishughulisha na dhikr na dua mpaka lipinduke au lizame jua, mpaka likutwe jua. Hapo ndio nini, unaruhusiwa kutoka Arafa kwenda wapi, kwenda al-Muzdalifa. Idhan wakati ambao tutakuwa nao ni wakati mchache sana, wakati wa kisimamo, yani baada ya dhuhuri. Tabana baada ya kuswali kuna chakula cha mchana, alafu tena mnaanza tena kisimamo mpaka nini, mpaka magharibi. Unaweza kusimama, unaweza kuswali, unaweza unakusudia, unaweza kusoma, unaweza dhikr, ukasikiliza muhadharati kutoka katika ba'tha, unasikiliza muhadharati ya akhawati takuwa nyinyi katika ile khema. Unaweka jadwali yako, unaweka jadwal, unaweka vipi mimi na ujiandalia vipi na mimi nisipoteze hata dakika yangu moja. Ile siku adhim, siku ambayo unaghufiriwa dhambi zote, siku unaikumbuka. Hii ni siku ambayo tutasimama sote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tofauti ya siku ya Arafa na siku nini ya kisimamo cha يوم القيامة, hakuna kurudi يوم القيامة. Lakini siku ya Arafa, alhamdulillah, bado tuko hai, bado katika hii dunia, una fursa ya kutubia, una fursa ya nini, ya kutoka kama ulivyozaliwa na Allah subhanahu, na unaozaliwa na wazee wako, umeghufiriwa dhambi na Allah subhanahu wa ta'ala, na unaambiwa hajj Arafa. يوم عرفة يوم nini, يوم عظيم. Idhan kama tulivyosema, unaondoka asubuhi, unasikiliza hiyo khutba na kuthirisha kwa nini, kuleta talbia, tahlil, takbir, dua, kuomba, ukidhiwa haja za dunia na akhira, kwani mlango wa kujibiwa kwa wakati huu huwa uko wazi kwa ajili ya kutubia. Idhan hii ni vitu ambavyo tunafanya. Toba ni siku ya Arafa, ni siku wale ambao hawako alhajj wanafunga yom Arafa, lakini walokuwa katika alhajj hawaruhusiwi kufunga yom Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufunga yom Arafa. Idhan kwa sababu upate nguvu ya kufanya nini, ya kufanya ibada. Idhan tusipoteze hata dakika moja katika yom nini, yom Arafa. طبعا tunajua dua adhim, dua yom Arafa, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Idhan wana ala kulli shay'in qadir, muombe alqadir, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yeye peke yake, usimshirikishe mtu. Na unaweza kuleta hii dua, kwa mfano saa nzima wewe tu waleta hii dua na unaistishar maana yake, unayahisi maana yake, na unafikiria, unajidhalilisha, na unajua kama nini hakuna ambaye atakukubalia, atakutubia, na unayaqini kama atakukubalia toba yako, unayaqini kama atakukubalia dua zako, unayaqini kama nini atakukubalia hija yako, unayaqini kama Allah subhanahu
subhanahu wa ta'ala atakurudisha na atakuhifadhi wewe na unaombea dua wote. Kitu ambacho ni muhimu, usitoke usiondoke Arafa mpaka yanausiwe na albitha, kama kusha ishazama jua au lishakuchwa jua. Hata kujiweka tayari ili unataka yale masaa yako na siku yako usiipoteze, wala usijishughulike wewe nafsi yako, wewe na nafsi yako, wewe na dua yako na watu wako na unawapenda na hata wenzako waliokuwa nao. Kama tumesema si sharti kuwa na tahara, kama tunavyosema mwenye hedhi, au kama inavyosema sharia, kama mwenye hedhi anaweza kufanya mambo yote isipokuwa tawafu tawafu ya ifadha. Anaweza kusimama anaweza kuwa katika Arafa na akasimama Arafa na ya haji yake iko sawa sawa. Kama tendo ya siku ya siku ya 10, ile siku ya usiku tunaelekea kwenda wapi? Kwenda Muzdalifa baada ya kukuchwa jua. Tawa mwajibika kuswali swala ya magharibi na isha wakati wa isha, pia qasr, na unalala Muzdalifa mpaka unaswali alfajiri Muzdalifa. Unaswali wakati wa mwanzo, kiadhiniwa tu mnaswali, alafu unaomba dua kidogo, alafu mnatoka na umewajibika kuvuka mpaka ule au bonde la Muhassara au wadi Muhassara kabla ya kuchomoza jua. Taban wanawake na watoto, na wanawake na kusudia hata wale wanawake au wale watu wazima au wale wagonjwa, wale wanyonge, wameruhusiwa pia kuondoka wanapozama mwezi, ambao ni kama saa 1:30 au saa 2. Taban wakati wata announce huu wakati ni wakati wa mwaka jana. Kwa hivyo wata announce saa ngapi ya kutoka, au saa ngapi mwezi unazama, au mnaambiwa kabla na betha saa ngapi mwezi mnazama, au msijishughulishe watu wa hamla. Kadhalika na kujulisha mnatoka mnaelekea kwenda Mina, alafu Mina mnakwenda kutupa mawe moja kwa moja asubuhi inapochomoza jua. Na pia unaweza kurusha jua kabla ya kuchomoza jua. Na hapo ukishakutupa ule mchana wake, mnakwenda kutupa katika jamarati kubwa, ile kubwa peke yake. Dogo na katikati hutupi ile siku ya Idi. Unatupa jua, unatupa mawe 7, ukishakutupa vijiwe 7, unakata talbia, unaanza kuleta kuleta takbirat, maana ni siku ile ya Idi. Idhan tartibi yake ile siku ya 10 mchana wake, kishakuchomoza jua, unatupa vijiwe 7, mnarudi zenu ikiwa mnarudi Mina, mnarudi hoteli, muhimu mnarudi, halafu unangojea mpaka uchinjiwe. Ukishakuchinjiwa ndio unatahalal, unakata nyele. Idhan usichinje, usikate nyele kabla hujachinjiwa. Hapo utakuwa umeshatahalal tahalal asghar, imebakia kufanya tawafu tawafu ya ifadha na sa'i kwa wale ambao mtamattu billahi taala. Hapo mtakuwa mshamaliza alhajj. Taban kurusha vijiwe kwenye jamarat ni kuhisisha hali ya ukiwa unarusha vijiwe, huwa unajiondolea kila madhambi. Kwa hiyo usirudie tena, jihisishe hivyo. Na unaporusha majiwe au vijiwe, unasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hivyo unavyotupa. Taban jamarat iko Mina, na vijio mnaokota Muzdalifa au mnaokota Mina au mnaokota pale hoteli mnapokuweko. Pia kabla ya kwenda Mina pia unaweza kuokota unaweza kuokota vijio, lakini Arafa huwezi kuokota vijio, lana Arafa si katika haram, ni katika hil, ni nje ya haram. Wakati wa kurusha jamarati kubwa unaanza wakati wa kurusha baada ya kuchomoza jua, ile siku ya 10 ya Dhulhijja. Lakini wakati wa kurusha jamarati siku ya 11, 12 na 13, na hapo mnatupa majijiwe dogo katikati na kubwa, wakati wake ni baada ya zawadi, baada ya dhuhuri, ndio kabla ya magharibi au kabla ya kukutwa jua, ndio unatupa katika hayo majiwe matatu. Kama tulivyosema, unarusha vijiwe 7 peke yake,
alafu siku zile za tatu za zilizobakia unarusha masaba katika jiwe dogo, alafu saba katika jiwe unasimama unaomba dua, alafu la katikati, alafu unaomba dua, alafu kubwa dua huombi katika nini, katika dua kubwa. Nao ni sunna kuomba dua hali yakielekea kibla baada ya kurusha vijiwe kwenye jamarati ndogo na baada ya jamarati ya kati, wala si sunna kuomba dua baada ya kurusha vijiwe katika jamarati nini, jamarati kubwa. Taban hizi siku ambazo naitwa siku za tashriq ni kukaa Mina na kuhakikisha kupitisha usiku huo na kutoondoka isipokuwa kwa ajili ya kutekeleza ibada za hija. Yani unatoka Mina unakwenda kutupa mawe alafu unarudi, unatoka Mina unakwenda kufanya tawafu ifadha alafu unarudi, na unarudi kama unavyosema, isipokuwa wale ambao watakuwa wametoka kabla, yani siku ya 12, basi atarusha vijiwe baada ya kupindukia jua, kisha atoke Mina kabla ya kuchwa jua. Tabani hivi vote mnakuwa una Betha inakwambieni au Hamna inakwambieni kwa kuswali kila swala katika wakati wake pamoja na kupunguza swala. Tabani tumesema mwanzo kama tunaswali swala zote 5 kwa wakati wake, lakini swala nini, swala qasar kwa sababu ni wasafiri. Na kadhalika ndio sunna na ndio alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam tufanye. Idhan na kurusha haya mawe, na mwenye kuwa hawezi anaweza kumrushia mtu. Kwa hivyo anaweza kumtuma mtu akamrushia, lakini ni wajibu kila mtu kuwa arushe mwenyewe, hata mwanamke. Kwa hivyo ikiwa wewe unamrushia mtu, kwanza utatupa yako 7, ukimaliza utamtupia yule ambaye unamtupia mawe kwa kumtilia nia kama haya unatupa ya yule, na pia ukitupa unasikia ile sauti ya nini, ya vijiwe. Haifai kufunga siku, yani hiyo siku ya tashriq haifai kufungwa ile siku, na anaitaka kuondoka mapema siku ya 12 asiondoke Mina kwa nia ya kuondoka kabla hajarusha vijiwe. Kwanza arushe vijiwe kisha ndio atoke nini, atoke Mina. Tabana jiwe kubwa la jamarati al-kubra ni mwisho wa Mina. Kwa hivyo watupa jiwe watoka na ushatoka Mina. Tabani wakati kabla kupindukia jua. Likipindukia jua itakubidi nini, ulale na siku ya nini, siku ya 13. Hapo toka tushemaliza kufanya manasiki yote na sunna za manasik, na tunangojea kufanya tawafu ya nini, tawafu ya kuaga. Nao ni wajib aliyefanya umra akakaa baada ya umra yake au hija yake ayage al-Kaaba kwa kutufu. Aliyehiji akiondoka Mina kwenda Maka na atakaa akataka kuondoka, basi ayage al-Kaaba kisha atoke, na akitaka kubaki kukaa Maka anaweza kukaa kisha aage siku ya kuondoka. Yani kwa mfano umetoka Mina bado mnakaa Maka siku 2 3 siku 4, kwa hivyo utakuwa unakwenda msikitini huko lakini huagi, unaaga kwa tawafu. Yani ikiwa mnaondoka tena Maka, hapo ndio mnaaga tawafu. Na unapokuwa umeshaiaga haifai la kufanya biashara wala kununua wala ya kukaa tena. Kama unaweza kungojea sala kama umeshafanya tawafu alwadaa na ikawa wakati wa sala mbaki kidogo, unaweza kungojea sala. Unaweza kununua kwa dharura, unaweza kama chakula au kama mtu imekatika na viatu vyake, unaweza kwa dharura. Na mwenye hedhi ambaye amepata tahara yake amechelewa kupata tahara mpaka karibu ya siku au ile siku ya tawafu ifadha, au anaweza kuiakhirisha kwa nini watu wazima au hawawezi wakachanganya wakaifanya kwa nia, yani wanafanya tawafu ifadha na tawafu ya wadaa au tawafu ya kuaga inaskut kwao, inakuwa si lazima kwao kuifanya. Kwa hivyo nini, lakini farq anafanya tawaf alafu anafanya sa'i, anafanya tawaf anafanya sa'i. Taban tawaf rak'atain maqam Ibrahim baadaye anafanya sa'i, lakini wanaofanya tawaf ya kuaga anafanya tawaf alafu anasali rak'atain fi maqam Ibrahim. Khalas anakuwa shamaliza yeye nini kufanya tawaf, anatoka. Ikiwa hakuna sala mnatoka tena.
kama tumesema, wale wagonjwa inakuwa nini, tawafu hii imeanguka, yani hakuwajibika kuifanya, anaakhirisha mpaka nini, mpaka siku ya tawafu. Watu wanafanya tawafu wadaa na yeye anakwenda na wao. Toba, hapo toka tushamaliza, na hapa tuna review hii slide ambayo tumesema ni muhimu kwa kujitayarisha kujua hizi point, kama mikati unafanya kitu gani, umra umejibika nini, siku ya tarwiya unafanya nini, siku ya alhaji, siku ya arafa, mchana na usiku wa 10, siku za tashrik, tawafu nini, tawafu ya nini, ya alwadaa. Hizi tutatusaidia biidhnillahi taala, na haya machache ambayo yatatuwezesha sisi kufanya hija yetu, na sisi tumejua maana kujifundisha namna ya kufanya nguzo, maanake hii ni nguzo ya Uislamu. Hija ni nguzo ya Uislamu, tumewajibika kufanya, ni wajib, yani ni faradhi ya kusoma hii ahkam. Sio utasema nini fulani ataniambia au fulani vile atakavyokuambia, la, ni lazima usome ujue namna kufanya kama nini, kama inavyotakaniwa. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie rabbul alamin katika hiki kidogo tulokumbushana, kikufikieni na mkifahamu, na palipopungua na palipokuwa na makosa na palipokuwa na kasoro, Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbul alamin atakuonesheni njia na atatughfiria kwa taksiri yetu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. رب الله سبحانه وتعالى أجلي حجايين حجا مبرورا وذما مغفورا وتجارا لن تبور. أكبر الصحة عافية أكو في كشيني نمويزي كفانا نكرودي سلامة سالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين.